ninamjua, hahubiri longolongo, anahubiri kweli tupu ya Mungu. Man of God, you are welcome. Hallelujah. 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 How do I say hallelujah this side? Hallelujah upande huu. Hallelujah upanda huu. Hallelujah upande. Hallelujah upanda huu. Hallelujah upande huu. Hallelujah upanda huu. Hallelujah upande huu. Shout Jesus. Piga kelele, sema Yesu. Shout Jesus. Sema Yesu. Shout power. Sema power. Shout glory. Sema glory. Shout glory. Sema utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus. Ninawasalimia wote katika jina la Yesu. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus. Ninawasalimia wote kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Pastors, I greet you in the wonderful name of our Lord Jesus. Wachungaji na wasalimia wote katika jina tukufu la Yesu. Servants of the Most High God, watumishi wa Mungu aliye hai, I greet you in the wonderful name of our Lord Jesus. ninawasalimia wote katika jina la Yesu. People of Mwanza, watu wa Mwanza, I greet you in the wonderful name of our Lord Jesus. ninawasalimia wote katika jina kubwa kabisa la Yesu Kristo. Can we all give clap for Jesus? Wote tunaweza tukampigia makofi Bwana Yesu. Come on, give God a hand of praise. Come on, pigia Yesu makofi. Give God a hand of praise. Come on, pigia Yesu makofi na shangwe. Shout, 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 shout. Hallelujah, piga shangilia. Hallelujah. Hallelujah. This is day 4 of the crusade. Na hii ni siku ya 4 ya mkutano wetu. I have been formally introduced. Tayari nimeshatambulishwa Pastor Matisse kwamba mimi ni Pastor Matisse from South Africa, kutoka Afrika Kusini, province of Free State, katika jimbo linaitwa Free State, in a very small town called Memel. katika mji mdogo unaitwa Memel. The most important thing, Na kitu cha muhimu sana, I'm a child of God. mimi ni mtoto wa Mungu. I believe in Jesus Christ. Ninaamini katika Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And I am called by God Na nimeitwa na Bwana to preach the gospel of the kingdom. kuhubiri injili ya ufalme. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Bwana atukuzwe. Day 4 of the crusade. Siku ya 4 ya mkutano, Allow me to touch on few things niruhusu nigusie vitu vichache, that God wants us to dwell much on. vitu ambavyo Mungu anataka tuviangalie. Watoto, naomba tuwe na utulivu, tupunguze mizunguko. The devil is on the mission, Shetani yuko na mipango, and God is on the mission. na Mungu pia yuko na mipango. Hallelujah. Hallelujah. God is on the mission, Mungu yuko na mipango and the devil is on the mission. na Shetani yuko na mipango pia. And the devil is preaching his gospel, Shetani anahubiri injili yake and God is preaching his gospel. na Mungu anahubiri injili yake. And for God to preach his gospel, Na kwa ajili ya Mungu kuhubiri injili yake, he needs people. anahitaji watu. And for the devil to preach his gospel, Na Shetani kuhubiri injili yake, he needs people. naye anahitaji watu. God needs people. Mungu anahitaji watu. Satan needs people Shetani naye anahitaji watu to preach his gospel. ili waweze kuhubiri injili yake. Hallelujah. Hallelujah. We have been called by God Tumeitwa na Mungu to preach the gospel of God. kuhubiri injili ya Kristo. There are others
kuna wengine who have been called by the devil ambao wameitwa na shetani to preach the gospel of the devil. ili wahubiri injili ya shetani. Hallelujah. Hallelujah. How does one differentiate Sasa mtu ataweza kutofautishaje if this gospel is of God kwamba injili ni ya Mungu or this gospel is of the devil? na hii injili ni ya shetani? The devil Shetani has one place to go to, ana sehemu moja ya kwenda, and it's hell. nayo ni kuzimu, jehanamu. And God Na Mungu stays and remains and lives in heaven. yeye anakaa na kuishi mbinguni. So they both have a place. Wote wawili wana kila mmoja na sehemu. God has heaven. Mungu ana mbingu, Satan belongs to hell. shetani yeye ni wa kuzimu. And the devil has no room for repentance. Na shetani hana nafasi ya toba, And he knows that. na anajua hilo. And God Na Mungu has made a provision ameweza kutoa nafasi for people kwa ajili ya watu to repent. kutubu. Allow me Sasa naomba uniruhusu to touch on this one big word. niruhusu niguse neno hili kubwa sana. If you have a pen and a paper, Ukiwa na kalamu na karatasi, just write this word. andika maneno haya: Repentance. toba, Repentance. toba, Repentance. toba. You know, Unajua it's a key word. ni neno la muhimu sana. It's one of the most important elements in the gospel. Ni jambo la muhimu sana katika injili. Hallelujah. Haleluya. It's important. Watu mnisaidie, watoto wanatoa usikivu. Repentance. Toba. And under repentance, if you have a pen and a paper, Na kama una kalamu na karatasi, write, why must I repent? andika kwa nini unatakiwa kutubu. Why? Kwa nini? What have I done? Nimefanya nini? Write these things. Andika vitu hivi. Why must I repent? Kwa nini nitubu? What have I done Nimefanya jambo gani for me to repent? ili niweze kutubu? What is my wrong? Nimekosa nini? What have I done to God Nimefanya nini kwa Mungu for me to repent? kinachonifanya mimi nitubu? Let's not waste any time. Tusipoteze muda. I just want us to read. Ninataka tusome, Please, my brother, tafadhali kaka yangu, on this scripture, katika maandiko haya. I don't want you to read like you're reading a book. Nisitaki usome kama vile unasoma kitabu. Can you be in the shoes of Solomon Hebu jiweke katika nafasi For ya you. Sulemani for you to read this scripture? kwa ajili ya wewe kusoma maandiko haya. Let us all turn into our Bibles. Hebu tufungue wote Biblia zetu. I urge even the pastors Ninawaomba hata wachungaji to lead by example today. kuishi kwa mfano leo. Let's turn to our Bibles. Hebu tufungue Biblia zetu. I always encourage people Niko kila siku na wasisitiza that watu when they come to crusades, wakija kwenye mikutano, bring your Bible. njoo na Biblia yako. You didn't forget your phone. Ukusahau simu yako? How do you forget your Bible? Kwa nini umesahau Biblia? That's another problem that we have. Hilo ndio tatizo tulilonalo siku hizi. That's another big problem that we have. Hilo nalo ni tatizo jingine. That people don't forget their phones, Watu hawasahau simu, but they forget their Bibles. lakini wanasahau Biblia zao. It's a big problem. Tatizo kubwa sana. You know, there are people in their phones.
Unajua kuna watu kwenye simu zao who have downloaded many apps. wame download application mbalimbali, But they don't have the Bible app. lakini hawana Biblia If you check the kwenye phones, simu zao. no Bible in their phones. Ukikagua simu zao hakuna Biblia kwenye simu zao, But they don't forget their Bibles. lakini wamesahau Biblia zao. Hallelujah. Hallelujah. Tell me. First Kings Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza chapter 8. sura ile ya 8. Please, people of Mwanza, Tafadhali watu wa Mwanza, please bear with me. Today we're gonna read scriptures. tafadhali leo mnisamehe, tutasoma maandiko. Blessed be the name of the Lord. Libarikiwe jina la Mungu wetu. Can you please read? This is a prayer. I want to see you, brother Temi. How you gonna read this one? Ninaomba nione utakavyosoma I'm andiko hili. putting you on the spot today. Ninakuweka kwenye jaribu leo. Because Solomon here Sulemani hapa is more like me and you today. ni kama mimi na wewe leo. So I want you to be in the shoes of Solomon Ninataka ujiweke kwenye nafasi ya for Sulemani you to read this. ili uweze kusoma hili andiko. This is the prayer that Solomon prayed. Haya ni maombi ambayo Sulemani aliomba. He was praying for the Israelites. Alikuwa anaomba kwa ajili ya Waisraeli. But I want you, Lakini nataka on the same scripture, katika maandiko hilo hilo to read usome anywhere where you see Israel, pale ambapo unaona Israeli, take it out. iondoe, Put them once. jiweke wewe mwenyewe pale. I want this thing for us to relate. Ninataka hivi vitu vyote tuvihusiane, So that it doesn't become like he was speaking to the Israelites. ili isionekane kwamba alikuwa anaongea kwa ajili ya Israeli pekee. Please read, my brother. First Kings chapter 8. Wafalme wa kwanza sura ile ya 8 from verse 12. kuanzia mstari wa 12. Fundi mitambo yupo. Basi. First Kings, you can read. Yes. Would you please do me a favor to the priest to beg him? Because it's something that God wants to speak to us. So as he's begging you, can you just go ahead and pick it up so that you can read? Hebu ongeza mwenye keyboard kidogo, kuna kitu hapa ninapokuwa nasoma unaongeza kidogo kwa ajili ya kuleta usikivu. Kana hili na sura mstari wa 12. Ndipo Sulemani akanena, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene. Hakika nimekujengea nyumba ya kukaa, iwe mahali pa makao yako milele. Mfalme akageuza uso wake mpaka tunaendelea. Mfalme akageuza uso wake akawabariki mkutano wote wa Israeli, na mkutano wote wa Israeli wakasimama, akasema, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenena na Daudi baba yangu kwa kinywa chake, akalitimiza kwa mkono wake, akasema, tokea siku ile nilipowatoa watu wangu Israeli katika Misri, sikuchagua mji wowote katika kabila zote za Israeli ili kujenga nyumba jina langu liwe hapo, lakini nalimchagua Daudi awe juu. Yes. You see, you're not reading it right. Ninaona hausomi inavyotakiwa. I had asked you nimekuomba that everywhere you see Israel, pale ambapo unaona Israeli, don't put Israel. Take it out. Usiweke Israeli, ondoa. Put Mwanza. Weka Mwanza. Amen. Amen. Start where you ended. Can you please start from verse? You are in verse? Should I start with verse 16? Nianzie mstari wa 16. Start from verse 17, it's fine. Start from verse Daudi awe juu ya watu wangu Mwanza.
basi ilikuwa moyoni mwa Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa mwanza. Lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vema kuwaza hivyo moyoni mwako, lakini wewe hutanijengea nyumba hiyo, ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako, yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Basi Bwana amelitimiza neno lile alilonena nami, nimesimama mahali pa Daudi baba yangu na kuketi katika kiti cha enzi cha mwanza, kama Bwana alivyoahidi, nami nimeijenga nyumba ya jina la Baba Mungu wa mwanza. Na humo sanduku hili nimelifanyizia mahali ambalo ndani yake mna maagano ya Bwana aliyofanya na baba zetu hapo alipowatoa katika nchi ya Misri. Now, this is important now. Start from verse 22. I just want people to be patient. Ninaomba watu wawe watulivu. I'm not going to preach long. Sitahubiri kwa muda mrefu. I'm going to read long. Nitasoma kwa kirefu. Please be patient with me. Naomba mvumilie. I have a reason, Ntemi. Ninayo sababu, Ntemi. There is a debate. Kuna majadiliano. That every time when you read the word of God, kwamba kila wakati ukisoma neno la you see the name Israel, unaona neno Israeli. People tend to say, no, he is speaking to the Israelites. Watu wanasema anaongea kwa ajili ya Israeli. He's not speaking to us people of Mwanza. Haongei kwa ajili yetu sisi tulioko Mwanza. That is why ndiyo maana I ask you, ninakuomba, say this prayer now. Soma. You are saying it to the people of Mwanza. Na haya maombi unayasema kwa watu wa Mwanza. You are the Solomon of today. Maana wewe ni Sulemani wa leo. Of today. Wa leo. Who is praying. Ambaye anaomba. For the people of Mwanza. Ambaye anaomba kwa ajili ya watu wa Mwanza. Look how Solomon prayed for the people. Look how Solomon prayed for the people. Angalia Sulemani alivyoomba kwa ajili ya watu. You also prayed. Sulemani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Mwanza. And he raises his hand. That's what he did. I'm putting you on a spot, my brother. Ninakuweka kwenye majaribu, kaka yangu. These are the people of God. This is Mwanza listening. Hawa ni wa Mwanza wanasikiliza. Please do me a favor. I need this mic to be loud. Ninaomba hii microphone. We still have Solomons of today. Iwe na sauti zaidi. We still have them. Bado tukina kina Sulemani leo. Who are willing to raise up their hands. Ambao wako tayari kuinua mikono. For the people of God. Kwa ajili ya watu wa Mungu. It didn't end with Solomon. Haikuishia na Sulemani. There are still people today. Kuna watu leo. That is why you see many crusades. Ndiyo maana unaona mikutano mingi. It's a prayer. Ni maombi. Pray, my brother. He stood in the presence of God, and what did he do? Huyu alikaa mbele ya Mungu na kitu alichokisema ni hiki. Mstari wa 23. Akasema, he stood in the assembly of what? Israel. Mwanza. Oh my God. Please, my brother. We are not talking to the Israelites today. Hatuongei kwa ajili ya Israeli leo. We are talking to the people of Mwanza. Tunaongea kwa ajili ya watu wa Mwanza. Sulemani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Mwanza. Akaikunjua mikono yake mbinguni. Akasema,
Bwana Mungu wa Mwanza, hakuna Mungu kama wewe mbinguni juu wala duniani chini, ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa mioyo yao yote. Umemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidia. Naam, ulinena kwa kinywa chako, ukayatimiza kwa mkono wako, kama ilivyo leo. Na sasa Bwana Mungu wa Mwanza, umfikirizie mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidia, ukisema, utakosa kuwa na mtu wa kuketi katika kiti cha enzi cha Mwanza machoni pangu, kama watoto wako wakiangalia njia zao, ili kuenenda mbele zangu kama wewe ulivyoenenda. Sasa Mungu wa Mwanza, nakusihi ulithibitishe neno lako ulilomwambia mtumishi wako Daudi baba yangu. Lakini Mungu, je, atakaa kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutosha, wala mbingu sembuse nyumba hii niliyoijenga. Walakini uyaelekee maombi ya watumwa wako na dua yake, Bwana Mungu wangu. Uisikilize sauti na maombi ya mtumwa wako aombayo mbele zako leo. Macho yako yafumbuke na kuelekea nyumba hii usiku na mchana, mahali hapa ulipopataja ukasema, hapa ndipo litakapokuwa jina langu, ili uyasikie maombi ya mtumwa wako aombayo akiikabili mahali hapa. Uisikie dua ya mtumishi wako na ya watu wako wa Mwanza watakapoomba wakikabili mahali hapa. Naam, sikia huko mbinguni makao yako, nawe usikiapo samehe. Oh my God. Ikiwa mtu amemkosa mwenzake na kupewa sharti ya kiapo apishwe, naye akija na kuapa hapa mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukatende, ukawahukumu watumwa wako, ukiwapatiliza mtu mbaya kwa kuleta njia yake juu ya kichwa chake, na kumpa mwenye haki haki yake, ukimjalia kwa kadiri ya haki yake. Ikiwa watu wako Mwanza wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakirejea tena kwako na kulikiri jina lako, wakikuomba na kukusii katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukawaachilie watu wako Mwanza dhambi yao, ukawarejeze tena katika nchi uliowaapa baba zao. Ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakiomba wakikabili mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao wakati ule utakapowatesa, basi usikie huko mbinguni, ukasamehe dhambi ya watumwa wako na ya watu wako wa Mwanza, unapowafundisha njia iliyo njema iwapasayo kuiendea, ukanyeshe mvua juu ya nchi yako uliowapa watu wako iwe urithi wao. Ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewahusuru katika nchi ya miji yao, au ukiwapa msiba wowote au uwele wowote, maombi yoyote au dua yote ikiwafanywa na mtu awaye yote na watu wako Mwanza wote pamoja, watakapojua kila mtu maradhi ya moyo wake na kuikunjua mikono yao kuielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni makao yako
ukasamehe, ukatende, ukampe kila mtu kwa kadiri ya njia zake, wewe ujuae moyo wake, maana wewe peke yako ndiwe uijuae mioyo ya wanadamu, ili wakuche wewe siku zote watakazoishi katika nchi uliowapa baba zetu. Hata na mgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu wako wa Mwanza atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako, maana watasikia habari za jina lako kuu na mkono wako ulio hodari na mkono wako ulionyoshwa utakapokuja na kuomba kuelekea nyumba hii, basi usikie uko mbinguni makao yako, ukatende kwa kadiri ya yote atakayokuomba mgeni huyo, ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako na kukucha wewe kama watu wako wa Mwanza. Nao wajue ya kuwa nyumba hii niliyoijenga imeitwa kwa jina lako. Ikiwa watu wako watoka kwenda kupigana na adui zao kwa njia yoyote utakayowapeleka, wakikuomba Bwana kuelekea mji huu uliouchagua na nyumba hii ulioijenga kwa jina lako, basi usikie uko mbinguni maombi yao na dua zao, ukatende haki yao ikiwa wamekutenda dhambi, maana hakuna mtu asiyetenda dhambi hata ukaidi. Tumetenda maovu, watakaporejea kwako kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya adui zao waliowachukua mateka, wakikuomba na kuikabili nchi yao uliowapa baba zao na mji huu uliouchagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie maombi na dua yao huko mbinguni makao yako, ukaitetea haki yao, ukawasamehe watu wako waliokutenda dhambi makosa yao yote waliokukosa, ukawape kuonewa huruma mbele yao waliowachukua mateka, ili wapate kuwahurumia, kwa kuwa ni watu wako na urithi wako. Wawe urithi wako kama ulivyonena kwa mdomo wa Musa mtumishi wako hapo ulipowatoa baba zetu katika nchi ya Misri. Bwana Mungu, say amen. Say amina. Amina. Amen. Amina. Please clap hands for the Solomon of Mwanza. Piga makofi kwa ajili ya Sulemani wa Mwanza. This was the prayer. Hii ilikuwa ni maombi. And today, na leo it's a prayer. Na ni maombi leo haya. Before we preach to the people of Mwanza, kabla hatujaomba kwa ajili ya kabla hatujahubiri kwa watu wa Mwanza, it's because God, kwa sababu Mungu, He loves people of Mwanza. Anawapenda watu wa Mwanza. He wants them to repent. Anataka watu Today, leo. it's a prayer. Ni maombi. It's a prayer. Ni maombi For people kwa ajili ya watu of God. watu wa Mungu. People of God. Watu wa Mungu To repent. waweze kutubu, To come back waweze kurudi to God. kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. God wants people to repent. Mungu anataka watu watubu. All of them. Wote. The whole of Mwanza. Watu wote wa Mwanza They must repent. wanatakiwa kutubu. Pastors, Wachungaji, do me a favor. naomba mnisaidie jambo. Pray this prayer Fanya maombi haya
For the people of Mwanza. Kwa ajili ya watu wa Mwanza. Solomon prayed for Israelites. Sulemani aliomba kwa ajili ya Waisraeli. Where are the Solomons of today? Wako wapi akina Sulemani wa leo? Who will pray a prayer like this? Ambao wataomba maombi kama haya. For the people of God. Kwa ajili ya watu wa Mungu. To come to repentance. Ili waweze kuja na kutubu. Turn. Geuka. Away. Toka mbali. From their sins. Kutoka kwenye dhambi zao. That was the first person. Huyo alikuwa ni mtu wa kwanza. I'm done with my first 5 minutes. I'm done with my first 5 minutes. Nimemaliza dakika zangu 5 za mwanzo. God said that his word is louder than a word of man. Mungu anasema neno lake lina sauti zaidi kuliko sauti ya mwanadamu. So today, kwa hiyo leo, can we allow the word of God to be louder? Tunaweza tukaliruhusu neno la Mungu likawa na sauti zaidi. Louder. Liwe na sauti zaidi. Louder. Liwe na sauti zaidi. The word of God. Neno la Mungu. Like a dynamite. Kama dynamo, nguvu ya madini ya dynamo. That breaks the yokes of the devil. Inavunja nila za shetani. That God's people may be free. Ili watu wa Mungu wawe huru. Read Pastor Ntem again for me. The book of Ezekiel. Katika kitabu cha Ezekiel. Please. Tafadhali. I'm not going to preach long. I'm going to read long. Sitaenda kuhubiri kwa muda mrefu. Let's read. Nitasoma kwa muda. Because it's easy. Kwa sababu ni rahisi. To say no, that pastor. Kusema huyo mchungaji. What are you going to say when we read now? Utasemaje tukisoma leo? First day. Siku ya kwanza, I said people must be saved. Nilisema watu wanatakiwa kutubu. Second day, siku ya pili, I said people must come to God. Nikasema watu wanatakiwa kuja. I said people must be saved. Siku ya tatu nikasema watu wanatakiwa kuokoka. But today, lakini leo, I'm allowing the word of God to speak. Ninataka niruhusu neno la Mungu liseme lenyewe. Why do we even preach? Kwa nini tunatakiwa hata kuhubiri? God wants his people. Mungu anataka watu wake. And devil is taking God's people. Na shetani anachukua watu wa Mungu. So there is a pulling here. Kuna mvutano hapa. Wait until this is people. Hawa ni watu. You are God. Mimi ni Mungu. It's better than I'm Satan. I'm from South Africa. Ni vizuri nikiwa shetani kwa sababu ninatoka Afrika Kusini. This is people of Mwanza. Hawa ni watu wa Mwanza. Pull. Satan is pulling. Vuta, shetani anavuta. And God is pulling. Na Mungu anavuta. Satan is pulling. Shetani anavuta. And God is pulling. Na Mungu anavuta. Ezekiel chapter 14. Katika kitabu cha Ezekiel sura ya 14. The pulling of God. Mvuto wa Mungu. When God is pulling, Mungu akiwa anavuta, he uses the gospel of Jesus Christ to pull. Anatumia injili ya Yesu Kristo. He pulls people through the gospel. Anawavuta watu kupitia injili. The Bible says, how will they repent? Biblia inasema watatubuje? How can they be saved? Wataokolewaje? Unless someone preaches. Mpaka mtu ahubiri. You see how God pulls. Unaona Mungu anavyovuta. He sends a man. Anatuma mtu to preach the gospel. Kuhubiri injili. The people are with the devil because they are sinning. Watu wako na shetani kwa sababu wanatenda dhambi. When the gospel comes, injili inapokuja, is here to untie. Ipo kwa ajili ya kufungua. The people from the hand of the devil. Kutoka kwenye mkono wa shetani. But the devil is not going to give up. Lakini shetani hayuko tayari kuachilia. But the power of the cross. Lakini nguvu ya msalaba. The power of the blood. Nguvu ya damu. The power of God. Nguvu ya Mungu. The power of the cross. Nguvu ya msalaba. Is pulling people away. Inavuta watu away from the devil. Inawavuta watoke kwa shetani. There's a blood. The blood of Jesus. Kuna damu ya Yesu. It's pulling people away. Inavuta watu from the devil. Kutoka kwa shetani. Where is my brother Ezekiel?
chapter 14. Kitabu cha Ezekieli Start from verse 2. kuanzia mstari wa 2. Please listen. Tafadhali sikiliza. Can you do me a favor, Pastor Tim? Tafadhali nisaidie hapa. I have asked you, Nimekuomba as my brother in the Lord, kama kaka yangu katika let's do Kristo. the reading and we go home today. Hebu tusome maandiko na tuende nyumbani leo. Are you with me? Mko pamoja na mimi? You see, Ndio. when God does something, Mungu akifanya kitu, it disturbs a man. anamsumbua mtu. Now God is disturbing Ezekiel here. Hapa Mungu anamsumbua Ezekieli. Why is he disturbing Ezekiel? Kwa nini anamsumbua Ezekieli? It's because of the people of Israelites. Kwa ajili ya watu wa Israeli. You see today, Unaona leo God has disturbed me. Mungu amenisumbua God mimi. has disturbed you. Mungu amenisumbua mimi God pia. has disturbed the pastors. Mungu amesumbua wachungaji. Why are you disturbing these people, oh God? Kwa nini unasumbua watu hawa wa Mungu? Read, Pastor Tim. Soma sasa. Mstari wa 2. Verse 2 until verse 11. I want people to listen. Sikiliza. Ndipo neno la Bwana likamwijia kusema, mwanadamu, watu hawa wametwaa vinyago vyao. What came to Ezekiel? The word. The word. Neno. What came to Ezekiel? Neno. What are we preaching? The word. Yeah? Neno. So, the word of God came to Ezekiel. Neno la Mungu likamwijia Ezekiel. So for a man to preach, the word of God must be in the man. Ili mtu aweze kuhubiri neno la Mungu, lazima awe ni mtu. For him to preach, ili aweze kuhubiri. Read, Pastor Tim. Soma. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, watu hawa wametwaa vinyago vyao na kuvitia mioyoni mwao, nao wameweka kwazo la uovu wao mbele ya nyuso zao. Je, ni haki yangu niulizwe na wao katika neno lolote? Verse now. I'm going to verse 4. Verse 4 now. Read so that the people of God can listen now. Basi sema nao uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, kila mtu. Speak to who? To the people of Mwanza. You speak to the people of Mwanza. We're not speaking to the Israelites today. Yes. We are speaking to the people of Mwanza. This neno la Mungu is speaking to the people of Mwanza. Anasema na watu wa those who are far, hata wale walioko mbali, listening, sitting in their homes, wamekaa kwenye nyumba zao, from afar, bali where the speakers can be heard, kula ambako spika zinasika. This is what God is saying. Hiki ndicho Mungu anasema. Say this to the people of Mwanza. Verse 4. Verse 4. Mstari wa 4. Basi sema nao uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, kila mtu wa nyumba ya Mwanza atwae vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake na kumwendea nabii, mimi Bwana nitajibu neno lake sawa sawa na wingi wa sanamu zake. Ili niwakamate nyumba ya Mwanza kwa mioyo yao wenyewe, kwa sababu wamefarakana nami kwa vinyago vyao. Kwa sababu hiyo waambie nyumba ya Mwanza, Bwana Mungu asema hivi, rudini ninyi mkageuke na kuviacha vinyago vyenu, mkageuze nyuso zenu zisielekee machukizo yenu yote, kwa maana kila mtu. Can you repeat verse 6? Kwa sababu hiyo waambie nyumba ya Mwanza, Bwana Mungu asema hivi, rudini ninyi mkageuke na kuviacha vinyago vyenu, mkageuze nyuso zenu zisielekee machukizo yenu yote, kwa maana kila mtu wa nyumba ya Mwanza au wageni wakao katika Mwanza ajitengaye nami na kuvitwaa vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake, kisha kumwendea nabii na kuniuliza neno kwa ajili ya nafsi yake, mimi Bwana nitamjibu mimi mwenyewe, nami nitaukaza uso wangu juu ya mtu yule na kumfanya kuwa ajabu
awe ishara na mithali, nami nitamkatilia mbali, asiwe kati ya watu wangu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Na nabii akidanganyika na kusema neno, mimi Bwana nimemdanganya nabii yule, nami nitaunyosha mkono wangu juu yake na kumwangamiza, asiwe kati ya watu wangu mwanza. Nao watauchukua uovu wao, uovu wa nabii utakuwa sawasawa na uovu wake yule amwendeaye aulize neno, ili nyumba ya mwanza wasipotee mbali nami, wala wasijitie unajisi tena kwa makosa yao yote, bali wawe watu wangu nami niwe Mungu wao, asema Mungu. Every man, kila mtu, please just bear with me, we're about to pray. Tafadhali mnivumilie, tuko karibu kuomba. Every man, kila mtu who stands up, anayesimama, you pray for the repentance of people. Unaomba kwa ajili ya toba ya watu. Every time, kila wakati, when you speak to the people, ukiongea na watu, people must repent. Watu lazima watubu. Sulemani prayed the people may repent. Aliomba kwa ajili ya watu watubu. Now Ezekieli is doing the same. Anafanya kitu kile kile. God is telling him, Mungu anamwambia the people must repent, kwamba watu lazima watubu, turn away from their idols, ondoke na kuacha vinyago vyao, abominations, chukizo. That's God. Huyo ni Mungu. He wants people to live the life that they are living. Anataka watu waache maisha waliokuwa naishi. Fast forward, there are a lot of them. Even Daniel prayed in the book of Daniel chapter 9. Hata Danieli aliomba. He was praying for the Israelites. Alikuwa anaomba kwa ajili ya Israeli, that they must repent, ili waweze kutubu. And he was saying, Lord, in his prayer, alikuwa anasema Mungu, he said, Lord, we have sinned. Akasema Mungu, tumetenda dhambi. We have gone astray. Tumeenda mbali, tumekuacha. He also included himself. Na yeye akajiweka ndani yake. He didn't say they have sinned. Hakusema tu kwamba wao wametenda dhambi. He said, we have sinned. Akasema tumetenda dhambi. Forgive us, Lord. Utusamehe Mungu. Let us run in team. Tukimbie. There's 2, 3. Solomon. Kuna Sulemani, Ezekiel. I've mentioned Daniel. We're not going to read. Nimeshamtaja Daudi. We're going to read at home because of time. Lakini kwa sababu ya muda. I'm about to finish. Niko karibu kumaliza. So I'm not going to preach. I'm going to read today. Leo ninaenda kusoma. Because we have been called names. Kwa sababu tumeitwa majina. You know, when we don't come with oil, tusipokuja na mafuta ya upako, when we don't come with blessed water, tusipokuja na maji ya upako, when we don't come with this, tusipokuja na vitambaa vya upako, we are called names. Tumeitwa majina. But we are the ones who are called by God to preach the truth. Lakini tumeitwa na Bwana kuhubiri Injili. We are bringing the undiluted word of God. Tunawaletea neno la Mungu lisilogoshiwa. Just like how Solomon did, kama ambavyo Sulemani alifanya, how Ezekiel did, kama ambavyo Ezekiel alifanya, how Daniel did, kama ambavyo Danieli alifanya. Fast forward. Enda mbele. Let's go to the book of Matthew. Twende kwenye kitabu cha Mathayo. 3. We're going to just read few verses. Katika kitabu cha Mathayo. Look at the pattern here. Angalia mwendano huo. All the men who preach, watu wote waliohubiri, they started by telling people to repent. Walianza na kuambia watu watubu. What kind of a man who will tell a person you are blessed when you are living in sin? Mhubiri gani atakwambia umebarikiwa wakati unaishi kwenye dhambi? Does that person love you? Huyo mhubiri anakupenda? Which side is he pulling? Upande gani anavutia? Which side is he on? Upande gani aliko? Because the people are on the side of God. Kwa sababu watu wako upande wa Mungu. Are saying to us, wanasema repent. Tubu. The ones who are on the side of the devil, wale ambao wako upande wa shetani, they are saying you are blessed. Wanasema umebarikiwa. Solomon did.
Sulemani alifanya. Ezekiel did. Ezekiel alifanya hivyo. Daniel did. Danieli alifanya. Read the book of Matthew katika kitabu cha Mathayo chapter 3. sura ile ya 3. Let's read the words. Tusome neno. From verse 1. Leo ni neno. I'm challenging even the people. Ninawapa changamoto hata watu. Read my brother. Chapter 3. Verse 1. From verse 1. Siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika na Yuda akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Listen. That's verse 1 and 2. Read, continue. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake na singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali. That is verse 4. Amen. You read verse 2? Yes, nilisoma sura mstari wa 2. John, when he came, Yohana alipokuja, when he started to speak, alipoanza kuongea, he said people must what? Alisema watu wafanye nini? Must repent. Lazima watubu. Look at the pattern. Look at the pattern. Angalia mwendano huo. Solomon, Sulemani, Ezekiel, Danieli. Now, sasa John is saying the same thing. Yohana anasema kitu kile kile. People must repent and turn. Watu lazima watubu na kuacha dhambi. Are we following the pattern? Unaona mtiririko. Chapter 4. Katika sura ya 4. Verse 17. Now it's Jesus now. Katika sura ya 4 mstari wa 17. The one who went to the cross now. Huyu ni Yesu sasa aliye. The one who shed his blood now. Aliyemwaga damu yake. The one who was hanged on the cross now. Yeye aliyening'inizwa msalabani. The one who was mocked. Yeye aliyetukanwa. The one they spit on. Waliyemtemea mate. The one who was without sin. Yeye ambaye hakuwa na dhambi. Look what he says now. Angalia anachokisema. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema. Matthew chapter 4. Please pastors, this is important. Tafadhali wachungaji, hiki ni cha muhimu. Verse 17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu wa mbinguni umekaribia. This is Jesus now. Huyu ni Yesu. No, he's not blessing people. Habariki watu. He said people must what? Anasema watu lazima wafanye nini? If you are following Jesus, kama unamfuata Yesu, you are following the footsteps of eternity. Kama unafuata Jesus, mimi ni Yesu chukua. This is you pastors of Mwanza. Wewe ni mimi. When Jesus started to preach, Yesu alipoanza kuhubiri, he said you must what? Repent. Alisema lazima mtubu. Walk in them. Where must I put my foot? When Jesus said repent. Yesu alisema after Jesus, I must also speak the same words like Jesus Christ. Lazima niseme maneno yale yale ambayo Yesu alisema. It's a pattern. Ni mtiririko ule. Solomon, Suleiman, Ezekiel, Daniel, John, Yohana, and Jesus Christ. Na Yesu Kristo. It didn't end there. We are about to pray. I told you I'm not going to preach long. Sitahubiri muda mrefu. And after Jesus, baada ya Yesu, he gathered his disciples. Akakusanya he spoke to them. Akakusanya wanafunzi wake akawaambia. He taught them. Akawafundisha. You know what he said to them? Unajua aliwaambia nini? Matthew 28. Katika Mathayo sura ile ya 28 from verse 18. Read and tell me. We are about to pray. Please don't go. I want to pray for people today. Usiende, nataka niombe kwa ajili ya watu. Verse 28 from verse 18. Please. Verse 18. Mstari wa 18. Read my brother. Mstari wa 18. Read please. Akasema. We are about to pray. Yesu akaja kwao akasema. Okay.
Akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Jesus Christ, Yesu Kristo, gives the appointed disciples, anawaambia wale wanafunzi to say what they must do. Akawaambia nini cha kufanya. Go to all nations, nenda kwa mataifa, you preach to them, wahubiri. if they repent, wakitubu, you baptize them unawabatiza in the name of the Father, katika jina la Baba, the Son, la Mwana and the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. That was Jesus. Huyo alikuwa ni Yesu. You know, they are good listeners. Unajua kuna wasikilizaji wa You know what they did? Unajua walifanya nini? They listened to Jesus. Walisikiliza Yesu. How do you see that? I want to show you the pattern. Ninataka nikuonyeshe mtiririko. You know, after they have heard what Jesus said, Unajua baada ya kusikia Yesu alichosema, read the book of Acts. katika kitabu cha Matendo ya Read Mitume, the book of Acts chapter 2, katika kitabu cha verse Matendo, 37. katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Now, listen, pastors. Sikiliza wachungaji. After the instruction in the book of Matthew, Baada ya maelekezo kwenye kitabu cha Mathayo 28 from verse 16 until verse 20, katika ule mstari mpaka mstari wa 20, Jesus is telling them he's leaving now. Yesu anawaambia sasa ninaondoka, And they start to do what they were told. na wakaanza kufanya kile walichokuwa wameambiwa. Let's see if they did what they were told. Hebu angalia kama walifanya. Let's see if they did what they were told. Hebu angalia kama Let's walifanya. see if they did what they were told. Hebu angalia kama walifanya kile walichoambiwa. Read, Pastor, and tell me. Acts chapter 2 from verse 37. Matendo sura ya pili I only have one last verse to read, then we are done. mstari wa 37. Walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. That's verse I have read until 38. Yes. You see what Petro said? Unaona Petro anachosema? Read verse 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Wait with him. Sikiliza. Let's wait and see the pattern. Hebu angalia mtiririko. Solomon, Sulemani, repent. tubu. Ezekiel, repent. tubu. Danieli, repent. tubu. John, Yohana, repent. tubu. Jesus, Yes, repent. tubu. Petro. Let's wait for the last apostle. Hebu tuangalie mtume wa mwisho. The last one now. Wa mwisho sasa. Paulo. They call him Paul, the apostle of the Gentiles. Anasema anaitwa yeye ni mtume wa mataifa. The apostle of the Gentiles. Mtume wa mataifa huyu. Let's see what Paul said or what Paul did. Hebu tuone Paulo alifanya nini. Read Pastor 10, the book of Acts. Katika kitabu cha Matendo. Chapter 17. Katika sura ya 17. This is the last verse. Mstari nasoma wa mwisho. Last verse. Mstari wa mwisho.